sikitiko lote kwa mapenzi unilipia, badala dhiki vivyo ubariki, taamini nitii pia, kuamini njia pekeni ya furaha kwa Yesu, amini utati. Mimi sitajua raha sawa sawa, ila yote Yesu kumtoa, napata fadhili na radhi kamili, taamini nitii pia, kuamini njia pekeni ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Nitamfurahia na kumtumaini na nikituma enda, uamini nitii pia, kuamini njia pekeni ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Tuombe jinsi tulivyo. Mtakatifu na Mungu wetu siye juu mbinguni, tena ni wakati mwingine, jioni njema tuacha miguuni mwako. Baba, tuomba uwe pamoja nasi, uwepo wa Roho Mtakatifu asuke ili apate kutufundisha. Asante kwa mchana wote ambao umekuwa pamoja nasi, na umeona ni heri tupate kukutana hapa ili tupate neno lako. Baba wetu, mtumishi wako atakaposimama kunena pamoja nasi, umtumie jinsi upendavyo, hata nasi tupate kulipata neno lako. Uwe pamoja nasi tangu sasa mpaka tukapomaliza. Tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Nataka tufungue Biblia zetu Wafalme wa Pili 5 fungu la 11. Tufungue Biblia zetu Wafalme wa Pili 5 fungu la 11. 2 Kings 5 verse 11. Nasoma. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Nataka kurudia. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Nachukua nafasi kuwakaribisha nyinyi nyote ili tupate kusikiza yale mtumishi wa Bwana atakapo nena pamoja nasi, na ndugu Kinani ambaye alinena pamoja nasi jana tangu chuzi, na ako pamoja nasi bado, atasimama aendelee kunena pamoja nasi. Ndugu, wakati huu na kukaribisha ili upate kunena na watu wa Mungu.
Asante sana kwa kunikaribisha mzee wa kanisa, na wasalimu nyote, hamjambo. Bwana asifiwe. Hebu mnipungie nione kama mpo. Asante sana. Nashukuru Mungu tena kwa nafasi hii ya kipekee ya kusimama mbele yenu siku ya leo. Na ningependa kuanza kwa kutambua wale ambao walikuja jana. Hebu niwaone kwa ishara ya mikono. Aha, kumbe wengi kweli. Asante sana. Karibu tena siku ya leo. Na ningependa kujua ni wangapi ambao walialika marafiki na hao marafiki wakaja hapa. Hebu nione kwa ishara ya mikono. Walioalika, alafu hao marafiki wakaitikia na wakaja leo. Haya, wacha niulize swali lingine. Naona hilo ni kama jibu ni kimya. Ni wangapi walialika watu lakini hawakuja? Hebu nione kama ulialika rafiki lakini hakuja. Aha, nimeona mmoja pale. Aha, mwingine, wawili. Aha. Jameni, uwe na tabia ya kualika rafiki na muwe watiifu. Haleluya. Unajua ninapokuambia alika rafiki, sio mimi nasema. Ni nani amesema? Mungu ndiye amenituma ninene nanyi, si ndio? Hivyo basi tilia maanani jambo hilo, usibarikiwe peke yako. Mwalike kwa kumsemeza kwa mdomo. Ikiwa ni ngumu, tuma hata ujumbe. Fanya jambo la kualika mtu. Wewe usijali kama atakuja ama hatakuja. Usijali atakuonaje, wewe mwalike tu. Ya Mungu ni mengi. Haleluya. Asante sana. Basi natoa matangazo. La kwanza, karibu sana tuweze kubarikiwa nawe kwa wiki hii nzima. Tangazo la pili, alika rafiki yako. Alika yeyote ile, mwambie kuna maombi pale Kisii Central saa fulani na fulani, na ya Mungu uache afanye. Mungu anaweza kumguza akaja. Alafu tangazo lingine ni kwamba kuna maombi haya ya jioni ambayo huanza saa 10, na kuna maombi yale ya asubuhi huanza saa 12:30 hadi saa 1:30. Usikose kuhudhuria hayo. Alafu kesho ambayo ni Jumatano, kuna maombi speciali, maombi ya kuomba na kufunga. Tutaanza vipindi vyetu kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 9 jioni. Hivyo tilia maanani hayo matangazo na respond accordingly. Sasa tunataka kuanza katika fundisho la jioni hii, kisha tufanye kipindi cha maombi. Na kabla hatujaanza, nataka uchukue muda uombe kimoyomoyo. Nataka uombe mambo matatu. Jambo la kwanza, omba Mungu akuguze kwa njia ya kipekee jioni hii ya leo. Ombi la pili, omba Mungu aguze kanisa lake la Kisii Central, kuwepo na uwisho na matengenezo ya kipekee. Jambo la tatu, mtaniombea ninapoongoza kipindi hiki. Mtafanya hivyo kimoyomoyo, kisha nitaomba na tuanze katika kipindi hiki. Basi tuombe.
Baba, katika jina la Yesu, sifa na utukufu zikurudie milele na milele. Wewe ni Bwana wa mabwana, jemedari mkuu, hodari wa vita usiyeshindwa. Tunanyenyekea miguuni pako jioni hii ya leo. Tutambua kwamba sisi ni wenye dhambi kupindukia. Bwana, tusamehe dhambi na makosa yetu, tuoshe ututakase kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Bwana, umeniteua jioni ya leo nisungumze na wana wako. Bwana, mimi binafsi sina chochote cha kuwapa wana wako, maana mimi ni damu na nyama. Nategemea kwako Bwana, nijaza na Roho yako Mtakatifu. Guza kinywa changu na kaa la moto Bwana, uweke neno lako kinywani mwangu Bwana, kupitia kwa ujumbe utakaotupa jioni hii ya leo. Guza ambaye ananitazama kwenye mtandao, guza ambaye ameketi hapa kanisani Bwana. Leta uwisho na matengenezo katika kanisa la Kiadventista la Kisii Central. Mwishoni mwa kipindi hiki Bwana, uwe umekutana nasi na umetuvuta karibu nawe. Tunakemea na kusambaratisha nguvu za shetani na mapepo kutoka katika kipindi hiki katika jina la Yesu. Bwana, ondoa mipango yote ya mwovu shetani kwa kipindi hiki na kwa wiki hii nzima. Mwishowe Bwana, uwe umenitumia kwa njia ya kipekee na uwe umeleta wokovu wa kipekee kwa wana wako. Hata mizigo ya wana wako walio nayo, ambayo wamekaa nayo wengine miaka nenda miaka rudi, hawajapata suluhu, katika wiki hii Bwana, wanapokuja mbele zako usikie maombi yao. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina. Bwana asifiwe. Kabla sijawaambia mada ya leo, nataka kusema hivi kwamba kama kuna mkutano ambao unafaa kuwa na watu wengi zaidi, ni mkutano wa maombi. Mkutano wa maombi unafaa kuwa na watu wengi sana kwa mtazamo wangu. Mbona nasema hivyo? Ukisoma kitabu Prayer page 86 paragraph 1, roho ya unabii inasema kwamba maombi ya imani yana uwezo wa kusogeza mkono wa Mungu. Sijui kama mmeshika hilo vizuri. Kwamba mtu ambaye anaomba kwa imani, hayo maombi yana uwezo wa kusogeza mkono wa Bwana Mungu, na Mungu ndiye ameshikilia ulimwengu. Jamani, si hiyo ni nguvu mingi sana? Eti kwamba ukiomba unasongeza mkono wa Mungu. Ukisongeza mkono wa Mungu, Mungu anashughulikia kile unataka. Sasa ukibaki mahali ambapo hakuna maombi, jameni, unakosa mengi. Hivyo, ikiwa unanitazama mtandaoni, chukua muda ushiriki nasi. Na ndugu zangu na dada zangu, encourage others to attend these meetings. Maana Mungu angali anatuzuru siku ya leo na atatuzuru kwa wiki hii nzima. Mwishowe tutakuwa tumebarikiwa. Haleluya. Amina. Mada ya siku ya leo inasema hivi: stop thinking. Inasema aje? Stop thinking. Wacha kufanya nini? Wacha kudhania. Stop thinking. Haleluya. Na fungu kuu ambalo tunaangazia ni kitabu cha Wafalme wa Pili 5 fungu la 11. Kwa wale mnafahamu, hicho kisa ni cha kawaida, tunakielewa, kisa cha Naamani. Naamani alikuwa mwenye ukoma na akaambiwa mahali atapata uponyaji Israeli. Basi akaja kutafuta uponyaji. Alipofika pale Israeli, nabii wa Mungu Elisha akatuma ujumbe, akamwambia vile angefanya ili apate nini? Uponyaji. Akamwambia afanye nini? Ukisoma fungu la 10. Nani atatusomea fungu la 10? Aha. Elisha akampelekea ujumbe akisema, nenda ukaoge katika Yordani mara ngapi? Mara 7, hata ukiachia hapo. Yaani Elisha akamwambia vile angefanya ili afanye nini? Apone. Uende uoge Yordani mara ngapi? Mara 7. Lakini sasa tusome fungu linalofuata, fungu la 11. Biblia inasemaje? Lakini Naamani
akakasirika. Sasa mbona Naamani anakasirika jameni? Umekuja kutafuta uponyaji, umeambiwa vile utapona, alafu unakasirika. Hebu tuone mbona anakasirika. Endelea. Akaondoka akasema, tazama, nilidhania bila shaka utatoka kwangu, utasimama, utaomba kwa jina la Bwana Mungu wako, alafu upitishe mkono wako mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi. Nilidhani hivi ndio ungefanya. Sasa hii ni gani unaniambia? Jameni, umekuja kutafuta uponyaji, alafu umeambiwa vile utafanya ili upone, alafu unasema jameni, mimi nilidhani nilidhani ungeniambia hivi. Umeambiwa vile unafaa kufanya, lakini wewe unakasirika kwa sababu si vile ulikuwa umefanya nini? Umedhania. Stop thinking, believe. Hallelujah. Na unajua Naamani hakukasirika tu. Unapoendelea kusoma, hata aligeuka akawa tayari kuondoka, arudi pale alipotoka akiwa na ule ukoma wake. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hakuwa ameambiwa vile angepona. Alikuwa ameambiwa vile angefanya nini? Angepona. Sababu ni kwamba iliyomfanya anataka kurudi akiwa na ukoma wake ni kwa sababu ameambiwa afanye vile hakuwa amefanya nini? Amedhania. Wacha kudhania. Stop thinking, believe. Hallelujah. Hebu angalia, tusome kitabu cha Isaya 55 fungu la 8 na la 9. Tuone pale vile Biblia inasema. Isaya 55 fungu la 8 na la 9. Kumbuka mada yetu inasema stop thinking, wacha kudhania. Biblia inasema maana mawazo yangu sio mawazo yenu, wala njia zenu sio njia za nani? Zangu. Asema nani? Asema Bwana. Tulia hapo kwanza. Bwana ana mawazo yake, na anasema hayo mawazo yetu sio mawazo mawazo yake sio mawazo yetu, na njia zake sio njia zetu. Endelea. Kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, ndivyo njia zangu zilivyo juu sana kuliko njia zenu. Tazama, sikia, mawazo ya Mungu yako juu sana kuliko yetu. Sasa swali, ni mawazo gani yanafaa kutimia katika maisha yako? Je, ni mawazo yako ama ni mawazo ya Mungu? Mawazo ya nani? Lakini nikwambie, Wakristo tunapenda sana kusinikisha kwamba mawazo yetu yafanye nini? Yatimie. Badala yake inafaa kwamba mawazo ya Mungu yatimie, maana hata Biblia imesema kwamba mawazo ya Mungu ndio yako juu zaidi kuliko yetu. Haleluya. Tazama, huyu Naamani karibu arudi na ukoma wake kwa sababu alilokuwa akifikiria alijafanya nini? Alijafanyika. Unajua, kuna watu hata wamekuja katika maombi haya wakidhani kwamba nitaendesha maombi haya kwa njia fulani. Pengine umezoea kuona kwenye televisheni vile watu fulani wanaomba wakiwa na msisimuko fulani, pengine sauti zile nzito nzito, pengine ana kidevu fulani ama nywele ya aina fulani ambayo inashtua, alafu unadhani kwamba hivyo ndivyo maombi yataingia. Ukapata kwamba ni kamtu tu kadogo kamekuja hapa. Lakini nawahakikishia kwamba wapendwa, jinsi hii Mungu alivyofikiria, hapa ndipo kuna nini? Kuna ushindi. Haleluya. Hivi leo, stop applying your thoughts onto God. Start accepting God's thoughts in your life. Haleluya. Wacha kudhania. Stop thinking. Nenda kwa Bwana ukiwa wazi, ukisema Bwana nitende nini? Unaposoma Matendo ya Mitume 9 fungu la 6,
baada ya Paulo kukutana na Yesu, anauliza, what will you have me to do, Lord? Huo ndio mtazama tunafaa kuwa nao tunapokuja kwa Bwana. Sababu mambo yetu yamekwama ni kwamba mara nyingi tunataka akili zetu ama kudhania kwetu kutimie. Badala yake inafaa kwamba akili za Mungu ama kufahamu kwa Mungu kutimie katika maisha yetu, maana Biblia imesema kwamba your thoughts are not my thoughts and my thoughts are higher than your thoughts. Hallelujah. Stop thinking. Hebu angalia, unaposoma katika kitabu kile cha Waamuzi 7, unapata Mungu anaambia Gideon apunguze idadi ya majeshi wake kutoka majeshi 32,000 wanapungua hadi wanafika majeshi 300. Wanaenda kukabiliana na majeshi wengi. Jambo hilo lina make sense kweli? Hapo mimi ningekuwa Gideon ningeuliza Mungu, I thought you were to add me more soldiers, lakini sasa unaniambia nifanye nini? Nipunguze. Lakini wapendwa, mwishowe unapoangalia hiyo vita unagundua kwamba jeshi hili la Gideon liliua watu zaidi ya 120,000, wachache tu waliponyoka. Lakini kwa upande wao hawa 300 hakuna hata mmoja alifanya nini? Aliguzwa. Stop thinking. Just believe what God says. Hallelujah. Hebu angalia kwa mfano mwingine. Ukisoma kitabu kile cha natumaini ni Marko 11, inazungumza kuhusu Lazaro na dada zake. Lazaro akawa mgonjwa, alafu wakatuma ujumbe kwa Yesu, wakamwambia, jameni, Yesu yule rafiki yako unayempenda ni mgonjwa, Lazaro. Kisha Biblia inasema kwamba Yesu hakuja. Yesu akaacha Lazaro, akafanya nini? Akakufa. Mbali na kukufa, akafanya nini? Akazikwa. Alafu akakaa kaburini siku ngapi? Siku 4. Siku ya 4 sasa ndiye anakuja. I thought you should have come when he was sick. Unakuja wakati amefanya nini? Amekufa, tumezika, ameoza. Huo ndio wakati Yesu anakuja. Alafu Yesu unajua alikuja kuambia, ninyi hamjui nguvu zangu. Nyinyi mnadhani kwamba mimi nina nguvu tu za kuponya magonjwa, kuponya tu magonjwa. Yesu akadhibitisha kwamba mimi nina nguvu hata za kufufua kutoka katika wafu. Hallelujah. The reason why we apply our thoughts, we underestimate the power of God. Hallelujah. Let God intervene at any stage he wants. Anaweza intervene ikiwa ni ugonjwa uko stage 1. Anaweza intervene ukiwa stage 2, stage 3 ama stage 4. Usiseme sasa amefika stage 4 kwisha, Mungu angekuja mapema, sasa huyu tumesahau. Hapana. Mungu ana uwezo wa kuingilia at any stage. Stop thinking, believe. Hallelujah. Hivi leo nataka kuwapa siri ya furaha. Wiki hii unajua mada yetu ni kupata furaha na amani. Hiyo ndio mada kuu. Na siku ya leo nataka kuwapa siri moja ya kupata furaha na amani maishani mwako. Ndio unapitia changamoto yoyote ile, stop thinking. Just believe. Ukishaomba Mungu, amini anashughulikia jambo lako na akikupa mwelekeo. Na unajua mwelekeo wa Mungu, mambo mengi ambayo Mungu anatuelekeza tufanye, mara nyingi yanaonekana ni madogo, mara nyingi yanaonekana pengine ni ya kijinga, lakini hayo ndio yana uzito, hayo ndio yana ushindi. Haleluya. Hivi leo mpendwa, nataka nikueleze kwamba hata kama unapitia shida yoyote ile, ukitaka kupata furaha, wacha kuwaza, wacha kufikiria. Wewe amini kwamba Mungu ambaye umemuomba atakushughulikia. Wacha nikuambie mbona mimi nina uhakika Mungu atanishughulikia. Ukisoma, tusome sasa kitabu cha Warumi 8 fungu la 32, ili tufahamu kwamba
Ni vipi Mungu ana uwezo wa kutusaidia? Ni vipi tunaweza kuwa na uhakika kwamba Mungu hakika atatupigania? Kitabu cha Warumi 8 fungu la 32. Nani amefika pale? Huyu Mungu ambaye tunazungumzia hakumhurumia mwana wake mwenyewe. Alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Atakosaje pia kutupa chochote kingine pamoja naye? Yaani unaposoma roho ya unabii inasema kwamba wakati Mungu alimtoa Yesu kutoka mbinguni, God gave all. God gave the highest price. Hakuna kitu unaweza nunua kinachoweza kufikia bei ya Yesu Kristo. Kama Yesu ali-afford Range Rover, ama ni gani kubwa siku hizi? Ni Prado ama imepitwa na wakati? Wacha tutumie Prado kwa mfano. Kama Mungu ame-afford Prado, sijui kama ni V8 zimepitwa na wakati, sina uhakika. Anawezaje kukosa kununua tu pikipiki? Hii yako yenye unapitia, hii shida ngumu hii yenye unaona ni ngumu, ni kidogo kwa Mungu kufanya nini? Kununua. Ikiwa alimtoa Yesu Kristo, atakosaje kutusaidia katika mambo haya mengine? Yaani kama ali-afford ile kitu ngumu zaidi, kumtoa mwanawe wa kipekee, je, atakosa ku-afford ile shida yako? Hawezi kukosa. Kitu ambacho kinafanya hata mibaraka yako imezuiwa katika maisha yako, unapenda sana kuwa na pingamizi na Mungu. Pengine kuna dhambi ambayo Mungu anakuambia waachana na hii, na wewe unakazana na yeye. Mimi nilidhani nilifikiria hivi. Jameni, Mungu akikwambia hii ni mbaya, mwambie Mungu, nimekubali kuacha, sasa nipe nguvu nifanye nini? Nishinde. Mungu amesema tii amri zangu, na wewe unakazana kusema tu nilidhani. Mpendwa, wacha kudhani, amini vile Mungu amekwambia. Haleluya. Na shetani ametumia hili jambo kutukwaza sisi, kuwa na pingamizi kwa Mungu. Fanya hicho ambacho Mungu amekwambia, hata kama ni cha ujinga. Mungu atubariki katika jina la Yesu. Tafakari neno hilo, na nataka tuwe na wakati wa kuomba. Na jambo la kwanza tutaombea ni kwamba Mungu, nimekuwa na pingamizi kwako. Nimekuwa nikijaribu kuleta mafikira zangu kwa hizi shida yangu. Naona ni kama hutanisaidia. Nataka kujisaidia. Leo hii naisalimisha kwako. Nimewacha kufikiria, nimeacha kudhani, sasa natii vile unasema. Pengine ni maisha fulani ambayo si mazuri, na umekuwa ukipata mwelekeo katika maandiko, hii ni dhambi, na umekuwa ukingangana nayo. Hivi leo unasema, Mungu, nimeacha kudhani, nataka sasa kuanza kuishi kulingana na maagizo yako. Ikiwa una hali hiyo, pia tafakari. Maana tunaenda kuomba kwamba Mungu, nimewacha kudhani, nataka sasa kutii. Hiyo ndio tutaombea sasa hivi. Ujumbe tu huu ambao tumejifunza siku ya leo. Basi tuchukue muda tuombee hilo jambo. Nimesema tunaombea nini? Mungu, nimeacha kufanya nini? Kudhani. Hii hali yangu ngumu nimekuachia. Nina uhakika utaishughulikia, utanipa ushindi. Sasa nimewacha kudhani, nimewacha kujisaidia, nataka unisaidie. Jambo lingine, nimekuwa nikingangana na wewe katika dhambi ambao umekuwa ukiniambia niache. Lakini siku ya leo nimeacha kudhani, naanza kutii. Haya ndio maombi mawili tunaombea kwa sasa. Kuamini njia pekee ni ya furaha kwa Yesu, amini ukati. Tuombe kwa uaminifu.
Jesus, I surrender all to him, I freely give. I will ever love and trust thee, in his presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Bwana asifiwe. Tunataka kuomba kwa ajili ya uwisho na matengenezo katika kanisa hili la Kiadventista la Kisii Central. Na nataka tuende katika makundi ya watu watatu. Mtajiombea wenyewe, Mungu revive me in my spiritual life. Mtajiombea nyinyi wenyewe hapo. Kisha mtaombea kanisa zima kwa jumla. Hapo mtataja viongozi na members. Ikiwa kuna ambaye unadhani kwamba anahitaji uvuvio, amerudi nyuma, umuombe. Ikiwa kuna ambaye unataka Mungu amuguze wiki hii aokoke, umuombe. Mtamuombea, mtafanya hayo maombi kwa uaminifu katika makundi hayo ya watu watatu. Hili ndilo naomba mzingatie. Uvuvio, that is all we need. It is the most urgent need we have. Roho ya unabii nasema a revival of true godliness is the most urgent need of the church. Hivyo tutaenda katika hayo makundi ili tuweze kufanya hilo ombi kwa uaminifu.
tupe moto wa uhai uliowaka zamani, uliowaongoza juu wazee watakatifu. Wapi roho iliyokaa moyoni mwa Ibrahimu? Kadhalika ndugu Paulo aliwezeshwa na moto. Neema yako haina nguvu siku hizi sawa, kama wakati wa Musa, Ayubu na wa Eliya. Zamani za kale Bwana, kumbuka na kwa rehema zihuishe roho zetu kwa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako kwamba kupata furaha na amani. Wiki hii itakapokwisha, tutakuwa tumejua jinsi ya kupata furaha na amani. Na nataka niwaambie jambo moja ambalo linafanya unakosa furaha: kusahau yale Mungu amekutendea. Ndio sababu unapopata changamoto mpya, huo unatetemeka, unaanza kukuwa na sleepless nights, unaanza kushuku, kufikiria hapa na pale. Hebu sikia, kuwaza kwako huko hakutakupatia amani. Kuwaza kwako huko na kujisumbua hakutakusaidia. It is the devil's idea to make you sick. Hebu tuulize, tusikie vile Biblia inatuuliza. Mathayo 6:27, mtu asome pale. Mathayo 6 fungu la 27. Mathayo 6 fungu la 27. Biblia inasemaje? Inasema, ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Hata nikijisumbua aje ninaweza kujiongeza kweli? Haiwezekani. Hivyo kujisumbua kwa njia nyingine, Biblia inasema hakuna nini? Hakuna maana. Huliwezi, wachana nalo. Mungu atafanya nini? Atalishughulikia. Mungu atafanya nini? Atalishughulikia. Hivyo usiwe unawaza sana. Ukipata una jambo linakufinya, kumbuka yale Mungu amefanya nini? Amekutendea. Lakini tuna tabia ya kusahau. Ukisoma Zaburi 106 fungu la 13, utapata Waisraeli walikuwa na hiyo tabia ya kusahau vile Mungu alikuwa amewapigania awali. Chukua muda kwa siku, utafakari mambo ambayo Mungu amekutendea. Mimi huwa nakuwa na muda wangu special tu wa kutafakari Mungu amenitendea nini. Lakini jamani, huko si ningekufa, na hapa si amenisaidia, na huko na hapa. Nikifikiria hayo yote, nakumbuka nguvu ambazo Mungu alitumia vile ziko nyingi. Na ninasoma Testimonies volume 1 page 144 paragraph 3. Inasema, the power of God has not decreased. Hallelujah. Ukikumbuka yale Mungu alikutendea kwa nguvu, na usome hiyo quotation inasema the power of God has not decreased, hakuna haja unakuwa na wasiwasi. Achia Mungu afanye nini? Akushughulikie. Hivyo kifupi, nataka tushukuru Mungu. Na kabla sijashukuru Mungu, kuna mtu mmoja hivi anaweza kuwa na testimony ya vile Mungu amemtendea. Anaweza kutoa huo ushuhuda. Natoa huo muda wa dakika moja hivi. Mtu mmoja, wawili walio na ushuhuda. Je, nione kwa mkono?
Aha, kuna huyu. Nakupa dakika moja, njoo utoe ushuhuda. Mimi napenda sana shuhuda. Anza kupenda shuhuda, utaacha kuwa na stress. Haleluya. Aha. Ni dakika moja hivyo, usiende sana. Aha. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi kwa kweli nilikuwa I was down for the last 3 weeks. Yaani mpaka nashindwa nifanye nini, niende mbele niende nyuma. Till a sister called me and told me, Sister Concepta, don't go back. Don't be stressed. Rise up. Na basi Sabato iliyoisha niliamuka, and then I went and it was wonderful. Ya kwamba when you are down, that is the time you need to rise up. Amen. Yeah, so we ashamed the devil and all is well. Tunashukuru kwa Mungu kukuinua kutoka down. Aha, lingine. Mimi nitoa ushuhuda kwamba nilishuhudia nguvu ya maombi. Nikawaambia kuhusu ndugu yangu aliyekuwa amepagawa na mapepo. Ni story mrefu, niliwaambia nitawaguzia kidogo kidogo kwa ule muda nitapata, kuwatajia vipengele vifupi tu. Siku moja nikaamua kulala room yake. Awali alikuwa ananiambia hao watu wanakujanga usiku, wanainua mabati, wananimulika, wananifanyia chochote wanataka. Sasa mimi sielewi vile wewe uelewi. Sasa hiyo ndio nini? Hiyo siku sijui ni nini, lakini najua ni Roho Mtakatifu. Akaniambia tu wewe enda ulale kwa room yake. So tukaomba, tukalala. Saa 6 usiku nikasikia ndugu yangu ananitapu kwa nguvu na kwa hofu nyingi. Na nikasikia ni kama roho yake inadunda mpaka ninasikia sauti. Kuamka kuangalia, hata hakuniambia. Aliniambia wamekuja. Kuamka kuangalia oh my goodness. Kile niliona ni mwangaza umetoboa mabati, umekuja kwa kona. Na mimi nilikuwa nimelala kwa kona. Mwangaza fulani uko greenish. Kumbe eti ni wao walikuwa wamekuja, hao mapepo sijui wanakujaje. Na kweli niliona huo mwangaza. Roho yangu pia ilianza kufanya nini? Ikafuata ule mtindo, lakini kuna kale kaimani kwamba huwa sinasikianga Mungu anafanya miujiza. Leo nataka kuona hiyo miujiza. Bas immediately nikamwambia ndugu tuombe. Nikaomba maombi fupi sana, hata haikuchukua dakika nikidhani. Kufungua macho, hata si mimi nilianza sasa kutestify, ni yeye. Akaanza kumbe hao watu wanaogopa maombi. Hilo ndilo jambo la kwanza alisema. Kumbe hao watu hawana nguvu. Jambo la pili, kwa sababu walikuwa wamefanya nini? Hiyo mwangaza ilikuwa imepotea. Lakini baada ya kusema hivyo akaniambia, lakini unajua walikuwa wamenitumia siafu. Ziko kitandani sasa hivi, zimenizingira mimi, upande wako hakuna. Nikashangaa hii ndio gani? Nikatoa simu kifuani, nilikuwa nimeweka shati yenye mfuko, nikatoa kumulika. Jameni, siafu zimemzingira yeye peke yake, zingine ziko kwa mwili wake. Lakini upande wangu hakuna siafu hata moja, lakini kwenye kona kuna siafu zimepanda hivi kwa hiyo wall. Haleluya. Nikashangaa kumbe maombi hufanya kazi, maana hizo vitu zilienda. Kumbe Mungu ulinda watu wake, hizo siafu hazijaniguza, lakini kamoja kaliniuma kaliokuwa karibu na mguu wangu huko, ili nijue ni siafu ya ukweli. Nikatoa hivi, nikafinya, nikarusha. Na sijui nilitoa wapi amani ya kulala. Nikalala mpaka asubuhi vizuri. Kuamka nikapata kweli siafu zimepanga laini kutoka chini ya kitanda kwenda nje. Haleluya. Mungu hujibu maombi. Mungu alinifunua macho vile alifunua mtumishi wa Elisha. Nami nikaona vile maombi hufanya hivyo. Kama unadhani maombi tunafanya hapa ni kupoteza muda, hakuna kitu kama kupoteza muda. Tutajibiwa hapa. Mungu atatenda makubwa. Kile tu ufanye, stop thinking,
Just believe what God says. Hallelujah. Hivi leo shida ni imani yako. Shida si nguvu kwa upande wa Mungu. Hallelujah. Hivyo tutafanya ombi la shukrani, na aliyetoa ushuhuda ndiye ataomba hilo ombi. Tutashukuru tu kwa jumla kwa yale ambayo Mungu ametutendea. Lakini wewe binafsi chukua pia dakika moja ushukuru ndani ya moyo wako kabla hajaomba. Hivyo basi dada, karibu, utaomba kwa shukrani. Lakini wewe pia utachukua dakika yako moja kabla aombe kwa shukrani. Karibu dada. Tunaomba. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru tena. Asante kwa sababu ya uumbaji wako. Asante, watubariki na mvua, watubariki na jua, baridi, vyote vyaonyesha ya kwamba wewe ni muumba mbingu na dunia. Baba, afya yetu hii mikononi mwako. Hata tunaposimama hivi, tunapokuja kusikiliza maombi, ni afya yetu iko nzuri, ndio tunasema ni asante. Is one of the major blessings, Lord, that we are breathing and we are standing alive. Baba Mwenyezi Mungu, ni mengi umetutendea maishani Baba. Mibaraka chungu zima. Hata kukaa katika enseye ya mwando ya usi is a major blessing, dear Lord. Some other places like Elgeyo Marakwet, they are grieving. The land is not favorable for them. Many people have lost their lives. Others are in shackles. Baba, tuwasema ni asante kwa sababu sisi tukuna vingi ambavyo tutaweza kuhesabu mibaraka moja hadi nyingine. Baba, asante kwa mengi. Asante kwa mnenaji, tumemkabidhi mkononi mwako. Baba, mpe afya nzuri, mkinge. Hata ushuhuda ambao ametoa ni ushuhuda wa shukrani kwa yale ambayo aliyeweza kuyaona kwa macho. Baba, hata sisi umetupa vingi. Hata tunaponena Mungu wetu, wengine wanafikiri labda ni mzaa. Baba, ni yale mengi umetutendea maishani. Baba, umetutoa kwenye shimo na umetuleta kwenye in the light place, Jehovah Lord. Mizigo yetu umeibeba Baba, na mengi umetutendea. Hata tutaweza kuyaelezea yote yale mazuri umetutendea maishani. Baba, tuaje kwako kwanza tukiomba msamaha, maana sisi ni watenda dhambi. Tusamee mahali tumenena kinyume nawe, mahali watoto wetu wameenda kinyume, na dunia yote mahali tumeenda kinyume nawe, tuomba msamaha. Mungu wetu, tulinde na ukatuongoze katika kila jambo na katika kila wakati, uwe pamoja nasi. Asante kwa mvua, jua, vyote ni vingi Mungu wetu umetutendea. Hata kanisa letu tumelikabidhi mkononi mwako, Pastor George, Pastor Isaboke, the elders, all the workers of the church. As we are finishing the year, we are praying, Lord, that may you finish us with the blessings. We thank you and we praise your name, for we pray in Jesus' name. Amen. Nashukuru sana. Tutafanya ombi lingine la kipekee kuombea marafiki. Nataka uombee jirani yako aliyekaa kando yako, kwa upande wa kulia, upande wa kushoto. Tukifanya hivyo utapata tumeombeana sisi wote. Na unamwombea nini huyo rafiki yako? Muombee uisho na matengenezo katika wiki hii na maishani mwake, kuwe na badiliko kabisa going forward. Jambo lingine, muombee Mungu amguze katika mahitaji yake. Huenda unayajua, huenda uyajui. Wewe utaomba tu Mungu mguze katika mahitaji yake. Kama unajua unayataja. Hao ndio marafiki wa kwanza utaombea. Marafiki wengine nataka uombee. Utaombea marafiki ambao ni washiriki wa kanisa hili, ambao hawajafika siku ya leo. Wale ambao ni washiriki wa kanisa hili hawajafika hapa siku ya leo, waombee kwamba Mungu awape nafasi waweze kufika na kubarikiwa kwa pamoja nasi. Na pia uombee kwamba kuwe na ufufio ndani ya mioyo yao. Revival of true godliness as has never been before. Marafiki wa aina ya tatu ni wale ambao unafikiria utaenda kuwaalika, ambao pengine si wa ushirika huu. Marafiki ambao utaenda kuwaalika ambao si wa ushirika huu, kama unajua wachache wataje. Alafu ikiwa hauna idea, omba Mungu nisaidie nijue ni nani nitaalika. Kisha
mimi mtanilipa kwa kuniombea nyinyi nyote, nami nitawaombea nyinyi nyote. Haleluya. Mimi pia mnaniombea uvuvio huo, that revival, pia mtaniombea katika mahitaji yangu, Mungu anishughulikie, nami nitawaombea nyinyi nyote. Hivyo basi tutafanya hilo ombi kwa uaminifu na Mungu atatuzuru mahali hapa, atatenda makubwa. Basi tuamini na tuombe. Bwana ninakuhitaji, ni mpofu maskini, unishike mkononi, kwako napata nguvu. Kila saa Bwana nakuhitaji, kila saa unilinde kila saa. Bwana asifiwe. Tunaenda kuombea mahitaji yetu. Kwanza mtaomba tu kimoyomoyo. Baada ya kuomba kimoyomoyo, nitaalika wazee wa kanisa waje waungane nami pale, tufanye maombi pale. Mmoja wao ataomba kwa ajili ya yale maombi yaliyo pale kwenye kile kijisanduku. Ikiwa hujaweka lako na ulikuwa na nia ya kuweka, na kupa dakika wewe pia uweke pale. Kisha tutaomba kimoyomoyo, na unapoomba taja rafiki yako aliye kando yako, na kumbuka mwingine ambaye unaona ana mzigo na unataka Mungu amguze, amsaidie. Hivyo basi ndivyo tutaomba. Unajiombea kimoyomoyo na unaombea jirani yako, na unakumbuka ambaye unadhani ana mzigo mzito,
Mungu ampiganie. Kisha baada ya hapo tutakuja tuombe haya maombi yaliyo hapa kwenye hili sanduku. Na nawahakikishia Mungu yu hapa anatushughulikia. Haleluya. Omba bila shaka. Mungu anaenda kukushughulikia jioni ya leo. Basi tuamini na tuombe. Wewe ukiniongoza nitakwenda salama, nenda nami siku zote, unilinde kila saa, kila saa, kila saa. Bwana ni nakuhitaji kila saa, kila saa. Unilinde kila saa. Elda, utaombea haya mahitaji. Basi natuamini tuombe. Baba wetu mpendwa uliye mbinguni, jioni hii Baba tumekuja pamoja, wana wako ambao wamefika kanisani katika hekalu chini ya paa la hekalu yako. Tumenyenyekea Baba na tumekubali tuwe chini ya mamlaka yako, chini ya uwezo wako, ili tukutukuze Baba wetu kwa nyimbo na hata kwa maombi. Baba, umeona ni vema hawa watoto wako walioketi wakizunguka kikapu, na wazee wa kanisa wamesimama na kunyoosha mikono yao juu ya kikapu hili, kwa maombi ambayo yamo humu ndani Baba yameombewa na wana wako wakiwa hata kila mmoja sehemu yake. Lakini jioni hii Baba, because we know there is power in fellowship, we have come together and our silent prayers have been put together in this basket. Lord, your promises are many that you will always answer them. My Father, we pray
through Jeremiah 33:3. And we know, my Lord, that when we come to you with our supplications, Lord, you will listen, you will accept, and you will answer. You are going to show us great things in our lives, my Lord, that we do not know. Heavenly Father, you answer your children even through Matthew 7:7. Heavenly Father, you answer our prayers, even, Lord, when our hearts are hard like stones. And that's why, my Father, you are telling us through Ezekiel 36, from 22 on to 25, that, Lord, you will change our hearts of stone into tissue. And that, Lord, you will answer and answer in your righteousness, because each one of us is a sheep that you really want to be among those that you have accepted and you call as your children. My Father, at the end of this day, at the end of this week, you would have answered all our prayers, Lord. It is our faith and it is our belief, Lord, that you will not let us be. You will not let us go away, Lord, because there is nowhere we go. My Father, we pray that even those who have not brought their prayers, but we know that those prayers are written in their hearts. We know, my Lord, that they have been coming to you, sometimes even on their knees, sometimes seated, sometimes standing up, wherever. But Lord, you know that we completely depend on you, my Father. This is because you have shown us, Heavenly Father, that we should surrender unto your power, give you glory and honor. That is, Lord, what we are doing today. And we are very thankful, my Father, from our hearts. Lord, may your will be done in our lives. May the prayers that we have given unto you, Lord, be open to you as you have the power. And now we accept, Lord, that we have left these prayers in your good hands, my Father. May we have testimonies from your answers and call upon ourselves and upon others to learn about the testimonies of our Lord Jesus Christ. Thank you, my Lord, for everything and for everyone, for we have prayed in the holy name of our Lord Jesus Christ. Amen. Thank you. Tunaenda kufanya ombi la mwisho, na ninawaalika tuweze kusimama sisi sote kwa ajili ya ombi hili. Mzigo mzito ninao ni kwamba kuwepo na uwisho na matengenezo katika kanisa hili. Hilo ndilo ombi nitafanya. Lakini kabla sijafanya hilo ombi, na kutangazia wewe ambaye umehisi kwamba ni wakati wako wa kuokoka, kwamba Mungu yu karibu nawe. Haleluya. Huu ndio wakati wako. Hivyo usiwe na shaka. Huu ndio wakati wako. Ikiwa unahisi ni kama nataka kubadilika, nataka kuanza kukaa mzuri, hata nataka kuingia katika wokovu kabisa, nataka kubatizwa, usiwe na shaka. Hiyo hisia ni nzuri. Haleluya. Hiyo hisia ni ya ukweli. Hivyo nitakapokuwa ninaomba, ikiwa unahisi kwamba wewe unataka
toa maisha yako. Pengine umekuwa umerudi nyuma na unataka kuanza maisha mapya ndani ya Yesu Kristo, na unahisi kwamba unataka ubatizo. Ama pengine haujawahi kuwa Mkristo, lakini hivi leo unaamua kwamba, je, huyu Mungu kumbe anafanya mambo makubwa hivi, nataka awe Mungu wangu. Nawe pia unataka kuokoka na unataka kuingia kwa ubatizo na kuungana na kanisa la kweli la Mungu la Kiadventista, na kualika nitakapokuwa naomba, wewe mkono wako utakuwa juu. Wengine wafunge macho, mimi nitafungua macho. Wewe inua mkono juu, ili nitakuombea kwa njia ya kipekee. Nitakapokuwa naomba, nitakuona, nitakuombea kwa njia ya kipekee. Hivyo tuamini na tuombe. Baba wetu ishie patakatifu mbinguni, jina lako litukuzwe milele na milele. Tunakushukuru maana umeandaa wiki hii kwa njia ya kipekee ukutane nasi. Umenena nasi Bwana kwa siku hizi 3 zimepita. Bwana, tuomba kwamba neno lako liweze kukaa ndani ya mioyo yetu na kuzaa matunda mema. Mzigo Bwana ambao umenituma niweze kuushughulikia katika kanisa hili ni kwamba kuwepo na uwisho na matengenezo ndani ya mioyo ya wana wako. Bwana, Roho wako Mtakatifu atekeleze jambo hili. Tembelea kila mshirika aliye hapa, tembelea kila mshirika asiyekuwa hapa. Bwana, tembelea hata yule ambaye si wa ushirika huu, lakini Bwana amepata huu ujumbe. Ulete uwisho na matengenezo kwa kila mmoja wetu. Andaa kanisa hili lako kwa ajili ya ufalme wako. Bwana, kunaye kati yetu watu ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo. Bwana, wabatize kwa ubatizo wa Roho wako Mtakatifu, na uandae pamoja nasi kwa ajili ya ufalme wako. Wapiganie Bwana katika mahitaji yao. Bwana, unajua pale ambapo wamekuwa wakilemewa, hivi leo wabebee mizigo yao. Hata wana wako wote walio hapa, hata walio mtandaoni Bwana, hivi leo shughulikia mahitaji yetu. Lakini muhimu zaidi Bwana, ikiwa tutakosa lolote, tusikose ufalme wako. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Mbarikiwe sana, na nawaalika kwa njia ya kipekee kesho kuanzia saa 3 hadi saa 9 kuna hayo maombi ya kufunga na kuomba. Kuna mambo mengine ni magumu, yanahitaji maombi ya kufunga na kuomba ili yatendeke. Hivyo karibu tushiriki pamoja na Mungu atatuzuru. Pia yale ya saa 12:30 mpaka saa 1 yapo, hivyo usikose. Mungu awabariki, asante sana. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana, tumemaliza kipindi hiki. Tuko huru kwenda nyumbani na kesho tukutana hapa.